Habari za muda huu, ungana nami kupata utabiri wa mwaka 2026 na utabiri huu una sehemu 5. Hapa tunaelezea sehemu ya kwanza, kutakuwa na sehemu ya pili na mpaka ya 5. Na utabiri huu sehemu ya kwanza tunatabiri sehemu za nyota katika upande tofauti tofauti, nyota zote, lakini vile vile tunajaribu kuchambua katika upande wa kazi na biashara, pamoja na fedha, pamoja na upande wa mahusiano na safari vile zao, pamoja na afya na maendeleo, na miezi mizuri na miezi ambayo ilikuwa sio mizuri, vitu vyao na kidogo gani wavae, pamoja na namba na bahati. Kwa hiyo kwa makini katika kusikiliza na ufuatilie hatua kwa hatua, ili kama una comment, una chochote unaweza kuniuliza moja kwa moja kupitia na namba yangu ya simu, au ukaniuliza labda kupitia, yani kwa njia yote ile unaweza kunitumia email, yani vyovyote vile unaweza ukaniambia mbona hivi au kuna hichi na hichi na hichi hivyo. Na usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube, na kwa sababu tunatuma kila siku utabiri katika upande wa nyota kwa kila siku. Na sasa tunaanza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi hadi tarehe 19 April. Na element yao inakuwa watu hawa ni asili yao ni moto. Na sayari ambayo inaongoza ni sayari ya Mars. Sasa tuje tuangalie katika upande wa kazi na biashara inakuwaje nyota hii kwa mwaka 2026. Tunasema watu hawa milango yao itafunguka, ikiwa na maana milango ya mafanikio ipo kabisa mbele, na vile vile wataona mafanikio makubwa ikiwa wataanzisha biashara kuanzia mwezi wa March mpaka Agosti. Na vile vile ikiwa wana mpango labda wa kubadilisha kazi, yani kama mfano mtu anafanya kazi hii, anaona mimi hii kidogo sio nzuri kwangu, basi ikiwa mtu ana uwezo wa kubadilisha kazi, basi mwaka huu ni mwaka mzuri wa kufanya maamuzi. Na vile vile tunasema Mars inakuwa inaongozwa hawa na hiyo Mars, na vile vile watakuwa na nguvu katika kufuatilia miradi yao mpaka kufikia mafanikio. Kwa hiyo usiweke nyuma katika mwaka 2026, anza na usonge mbele. Kitu gani ambacho wanatakiwa inacho tahadhari kwa mwaka 2026? Wanatakiwa waepuke maamuzi ya haraka, ikiwa na maana kuna watu wanafanya tu maamuzi bila mipango yoyote. Na vile vile maamuzi haya ni zaidi yanaweza kuwa yanashika usukani kipindi cha Septemba. Kwa hiyo ikiwa hivyo, basi wanafanya hatua kama hiyo. Na tukija tukiangalia katika upande wao uchumi upoje, tunasema watu hawa mapato yataongezeka, lakini wanatakiwa wajitahidi kusimamia matumizi. Ikiwa ili mapato yako yaongezeke, jitahidi kusimamia matumizi yako, na vile vile ukiwa na matumizi ambayo yalikuwa hayana maana, basi vile vile pia unaweza ukaachana nayo. Tunasema watu wengi wa nyota hii watapata fursa. Fursa zenyewe ni za miradi mifupi, ikiwa na maana miradi midogo tu, lakini miradi yenyewe itakuwa na faida kubwa ambayo sio ya kawaida. Na vile vile watu hawa wanashauriwa wasishawishike kuingia katika mikopo au bahati nasibu zisizo na uhakika kwa mwaka 2026. Tuangalie katika upande wao wa mapenzi pamoja na mahusiano. Kwa watu ambao wapo katika mahusiano, watahitaji kuwasiliana, ikiwa na maana kufanya yale mazungumzo au chochote zile, lakini kwa uwazi zaidi kwa nyota hii. Na vile vile upendo, yani ikiwa na maana mahusiano yao yanaweza kuingia changamoto, lakini kuanzia mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 7. Na kwa ambao wako single, tunasema watu hawa wanaweza kufurahia yani mahusiano yao mapya ambayo mara nyingi yataanza kuanzia mwezi wa 4. Tuangalie moja kwa moja katika upande wa safari pamoja na mabadiliko yao kwa mwaka 2026. Tunasema mwaka huu watapata fursa za kusafiri, lakini hasa katika upande wa elimu pamoja na kazi. Ikiwa na maana watu hao watasafiri safari tofauti, lakini safari kubwa zao zitahusiana na mambo kama hayo. Na vile vile wana uwezekano wa kuhama mazingira au kuhama kazini au kokote kule, ikiwa na maana watu hao watabadilisha mazingira kwa mwaka 2026. Na safari zao nzuri ambao wapo Tanzania za kuelekea
kaskazini mwa Tanzania zinaweza kuwa na mafanikio zaidi kwa mwaka 2026. Tukija tukiangalia upande wa afya, tunasema nguvu zao zitakopo ndani ya mwezi mwaka yani mwanzoni mwa mwaka, nguvu zao zitapanda, zitakopo maradufu, yani atakopo na nguvu ya kufanya jambo, ya kufikiria kitu, ya kufanya chochote kile, nguvu zao zitakuwa kidogo ziko juu. Kwa hiyo watu hawa wanatakiwa wajitahidi kujipa muda wa kupumzika, na vile vile wajitahidi kula mlo ambao ulikuwa bora, kwa sababu vitu hivi vyote ambavyo watafanya vitawasaidia katika kudhibiti msongo wa mawazo. Miezi yao mizuri hawa ni Machi, Mei, Agosti na Novemba kwa mwaka 2026, na miezi ambayo kidogo inawalaki ni mwezi wa Juni na Oktoba. Namba zao za bahati ni 9, 18, 27 na 36. Vito vyao ambazo wanaweza kavaa na pete ni ruby au garnet. Na hii wanatakiwa vae mkono wa kulia, kidole cha kati. Na tukiendelea na utabiri wa nyota ya Taurus kwa mwaka 2026. Hawa ni ambao wamezaliwa mwezi wa tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei, na element yao ni udongo. Sayari ambayo inaongoza hawa ni Venus. Tukiangalia katika upande wa kazi pamoja na biashara, mwaka 2026 wenye nyota ya Taurus watakuwa ni wenye kujiimarisha yani kujiimarisha kiuchumi, ikiwa na maana uchumi wao unaweza ukaongezeka kwa mwaka 2026. Na vile vile mafanikio yanatokana na utulivu na kazi kwa bidii kwa mwaka 2026 kwa wenye nyota ya Taurus. Ikiwa mtu atajitahidi kufanya kazi kwa bidii na vile vile akajikuwa mtulivu katika ile biashara yake, ikiwa na maana akawa na mipangilio mizuri, basi anaweza kafanikiwa kwa mwaka 2026. Kuanzia mwezi wa Februari mpaka Juni, tunasema watavuna juhudi zao. Kwa hiyo wajitahidi ndani ya mwaka wa kwanza kabisa kufanya mabadiliko, na mavuno wataanza kupata mapema kuanzia Februari na kuendelea. Na vile vile ikiwa wanataka kuanzisha biashara, kwa mtu labda anawaza nini afanye, basi biashara ya mali au kilimo itakuwa bora zaidi kwao kwa mwaka 2026. Huu ni mwaka sahihi kwao. Tahadhari gani wanatakiwa wachukue? Wanatakiwa waepuke zile ugumu, yani kuna watu wanakuwa wagumu kushirikiana na wenzao. Kwa hiyo wanatakiwa jitahidi kubadilika. Watu hawa wawe tu ni watu ambao wana uwezo wa kushirikiana na wenzao, hasa sehemu za kazini au sehemu nyingine yoyote ile. Tuje tuangalie moja kwa moja upande wa mapenzi na mahusiano kwa nyota ya Taurus. Hii tunasema watu hawa watakuwa na mvuto zaidi kimapenzi kwa mwaka 2026, na mwaka huu tunasema unafaa zaidi kwa ndoa. Ikiwa na maana kuna mtu ambaye labda hajaolewa au tayari anataka afanye maamuzi ya ndoa, mwaka huu usisite, basi unatakiwa ingie moja kwa moja ufanye maamuzi ya ndoa. Na vile vile ambao wanarudisha amani vile vile katika upande wa mahusiano, mwaka huu ni mwaka mzuri wa kurudisha mahusiano ambayo yenye amani, na vile vile kwa kuanzisha uchumba mwaka huu kwa nyota ya Taurus ni mzuri. Na kwa ambao wako single au walio peke yao, tunasema uhusiano mpya kwao watu hawa unaweza ukaanza mwezi wa Mei. Na vile vile lakini katika mambo yote hayo, mahusiano yote ambao walikuwa single, ambao tayari wana mahusiano, wanatakiwa jitahidi wawe waaminifu, na vile vile wanatakiwa wawe watulivu katika upande wa ndoa zao ili ziweze kudumu na kufika mbali. Tukija tukiangalia katika upande wa maisha yao pamoja na safari, tunasema watu hawa wa nyota ya Taurus watavutiwa na maisha ya kijijini, ikiwa na maana watapendelea sehemu ambazo zilikuwa tulivu kabisa kwa mwaka 2026. Na vile vile safari za kujifunza kwao zinaweza kuanza April, au safari ambazo za kuwekeza zitaanza mwezi wa 4. Na vile vile usafiri wa ghafla, ikiwa na maana itatokea zile safari za ghafla mara nyingi, basi safari hizo mara nyingi kwao zinakuwa ni fursa kwa mwaka 2026.
Tukimwangalia mtu huyu katika upande wa afya pamoja na maendeleo yake kwa mwaka 2026, tunasema watu hawa wanahitaji kujitunza zaidi kiakili pamoja na kimwili. Na vile vile ina stress ya familia inaweza ikamkosesha usingizi mtu huyo. Kwa hiyo anatakiwa jitahidi kumanage zile stress zake. Anatakiwa jitahidi afanye mazoezi mafupi mepesi kama vile yoga au kutembea asubuhi. Basi vitamsaidia kuepukana na baadhi ya matatizo ya msongo wa mawazo. Na vile vile wanatakiwa jitahidi wale vyakula vipesi, wasile vyakula vizito sana kupita kiasi. Miezi yao ya bahati ni mwezi wa pili na mwezi wa Mei, Julai pamoja na Disemba. Miezi kidogo ambayo inawalaki ni mwezi wa March pamoja na Septemba. Namba za bahati kwa wenye nyota ya Taurus ni 6, 15, 24 na 33. Rangi yao ya bahati ni rangi ya kijani kibichi na pamoja na rangi ya udongo. Vitu ambavyo wanatakiwa vae watu hawa, na vitu hivi sio unachukua tu unavaa, no, kuna namna yake ya kufanya, kuna muda wake wa kufanya na kadhalika. Watu hawa wanatakiwa wavae vitu vya emerald au jade, na wanatakiwa wavae kidole cha kati cha mkono wa kushoto. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, mapacha. Hawa wanazaliwa mara nyingi wanazaliwa ndani ya mwezi wa Mei 21 mpaka Juni 20. Na element yao watu hawa ni watu wa hewa, na sayari ambayo inaongoza ni sayari ya Mercury. Tuje tukuangalia katika upande wa kazi pamoja na biashara. Gemini, watu hawa kwa mwaka 2026 tunasema ni mwaka wa mawasiliano. Vile vile ni mwaka wenye ubunifu na pamoja na fursa nyingi ambazo zinakuwa katika upande wa mitandao ya kijamii. Ikiwa na maana watatumia vizuri mitandao ya kijamii, basi watu hawa wanaweza wakatoka kimaisha kwa mwaka 2026. Kwa hiyo kwa watu hawa ikiwa wanafanya kazi ambazo zinahusiana na elimu au teknolojia, sanaa na biashara za mitandao, kwa hiyo katika sekta hizi mafanikio yao yatakuwa ni makubwa zaidi. Na vile vile kuanzia mwezi wa pili hadi mwezi wa Juni, watu hawa tunasema watapokea fursa ambazo zitawasaidia katika maisha yao. Tuangalie miezi gani yani kitu gani ambacho ni cha tahadhari zaidi kwa watu wa Taurus wa Gemini kwa mwaka 2026. Tunasema watu hawa wasibadilike bila mipango, na vile vile wawe na uthabiti kwa malengo, ikiwa na maana wawe na malengo ambayo yalikuwepo imara kwa mwaka 2026. Tuangalie katika upande wao uchumi. Tunasema watu hawa kwanza, pesa zitakuja kwao kwa njia ambazo zisizotarajiwa, na vile vile wana uwezekano wa kupata kipato cha pili au cha ziada, ikiwa na maana watengeneze nyenzo nyingine ya ziada, kwa inakuwa ni rahisi kupata pesa kwa njia mbadala. Miezi ambayo mizuri kwa uwekezaji na busara na kutumia ni katika upande wao, katika upande wa kifedha zaidi na uchumi kujimarisha, ni mwezi wa Juni hadi mwezi wa Septemba. Tuje tuangalie katika upande wa mahusiano na mapenzi, nyota ya Gemini. Hawa tunasema watapitia hisia nyingi kwa mwaka huu wa 2026. Uhusiano wa zamani vile vile unaweza ukarejea kwa mwaka huu, lakini vile vile wanatakiwa hakikishe, yani sio tu anakurupuka, anatakiwa mtu ajue nini anataka katika upande wa mahusiano. Na kwa ambao walio single, wana nafasi kubwa ya kupata mapenzi mapya, lakini mapenzi hayo wanaweza kupata kupitia mitandao au hata sehemu za kazi. Tuje tuangalie upande wa safari, maisha na safari zake kwa mwaka 2026. Tunasema mwaka wa 2026 utakuwa ni mwaka wa harakati, lakini vile vile wa kusafiri ndani ya nchi au nje itakuwa mara nyingi ni kikazi zaidi. Na vile vile kujifunza kwa watu hawa katika upande wa shughuli na biashara itakuwa ni jambo la kawaida kwa mwaka 2026. Ifikapo Juni hadi Disemba, basi miezi hii itakuwa ni miezi ambayo ya safari zao zilikuwa bora zaidi. Tukija tukiangalia katika upande wa afya na maendeleo yao kwa mwaka 2026. Tunasema watu hawa afya yao itakuwa imara kwa mwaka huu, lakini vile vile wanatakiwa waepuke msongo wa mawazo, ikiwa na maana wafanye mazoezi ya meditations na yoga.
na vile vile watumie matunda na maji mengi, itawasaidia kuondokana na msongo wa mawazo. Tuje kufafanua katika upande wa meditation. Hii meditation inakuwa ni ile hali ya kuondosha mambo hasi ambayo yamo katika kichwa chako na kuleta mambo mengine ambayo yalikuwa chanya. Ikiwa na maana yale mambo ambayo tayari ushaondosha utakii tena kuyarejesha, kwa sababu unaporejesha huenda ikatokea vitu vingine vya utofauti. Tuendelee na upande wa miezi ya bahati. Upande wao wa miezi ya bahati ni Februari, Mei, Septemba na Disemba. Miezi yao ambayo kidogo inawalaki ni mwezi wa Aprili na Oktoba. Namba za bahati kwa nyota hii ni 5, 14, 23 na 32. Rangi yao ya bahati ni njano, kijani angavu. Vitu vyao ni agate na emerald. Wanatakiwa wavae kidole cha shahada cha mkono wa kushoto. Tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer kwa mwaka 2026, hawa ni watu ambao waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Elementi yao ni maji, na vile vile sayari ambayo inaongoza moja kwa moja hawa ni sayari ya mwezi au moon. Na tukiendelea katika upande wa kuchambua katika upande wa biashara pamoja na kazi kwa mwaka 2026, tunasema watu hawa watapata mabadiliko katika upande wao wa kikazi na vile vile katika upande wao wa biashara. Kwa ambao wanafanya kazi zile za kudumu, kuna uwezekano mkubwa wa kupandishwa nafasi au kubadilishwa nafasi, ikiwa na maana kupanda cheo. Na ambao wanafanya ujasiriamali, ifikapo mwezi wa Machi na Juni na Novemba, tunasema watapata fursa mpya au milango yao itafunguliwa tena. Huu ni mwaka mzuri wa kushirikiana na watu wa karibu au familia katika upande wa biashara. Na tukiendelea katika upande wa fedha kwa mwaka 2026, tunasema hawa watakuwa na ongezeko la kipato, lakini wanatakiwa waache matumizi ambayo yalikuwa sio ya lazima ili kujiwekea vizuri kipato chao katika standard nzuri. Wanatakiwa wajitahidi vile vile waepukane na huruma kupita kiasi kwa watu wanaomba msaada, na vile vile wafanye uwekezaji mdogo kama vile kufungua biashara za nyumbani au chakula. Wana nafasi kubwa ya mafanikio ikiwa watashirikiana moja kwa moja na familia zao. Na tukija kuangalia katika upande wa mahusiano kwa mwaka 2026, kwa wenye nyota hii, tunasema nyota hii itaangaza sana katika masuala ya hisia. Mahusiano ya muda mrefu yataimarika. Kwa wasio na wapenzi au walio single, mwezi wa Mei, Agosti itakuwa ni mwezi wao mzuri wa kuanzisha mahusiano. Lakini vile vile wanatakiwa wawe makini watu hawa katika swala zima la hasira au tabia kukaa kimya. Ikiwa na maana kukaa kimya tu, mtu anaweza kumuuliza swali yeye akakaa kimya, au message unamtumia mtu yeye akakaa kimya ajibu, au anaisoma tu, yani hivyo. Kwa hiyo tunasema vitu hivi kwa watu hawa, kwa wenye nyota hii, vinaweza vikavurugia katika upande wao wa mahusiano. Tukija tukiangalia katika upande wa maisha pamoja na safari, tunasema kwa mwaka huu kuna uwezekano wa safari za kifamilia na vile vile kuhamia eneo jipya lenye utulivu. Tukija tukiangalia hali ya ndani ya moyo wako itakuwa zaidi kwenye maisha ya kiroho au tulivu wa kiakili. Na tukiangalia hii maisha katika upande wa safari, wanatakiwa wafanye safari ambazo zenye malengo, na watu hawa wanatakiwa wasiepukane na matatizo. Ikiwa na maana kuna watu wanakwepa matatizo. No, unatakiwa linapotokea tatizo ujitahidi ukabiliane nalo, na sio tu kuondoka labda kuepukana na tu na tatizo, ni kuondoka kwenda sehemu nyingine. No. Kwa hiyo hili pia ni tatizo kwa mwaka huu wa 2026. Na tukiendelea katika upande wa afya pamoja na maendeleo, watu hawa watakuwa na emotions nyingi. Kwa hiyo hizi emotions zitaathiri afya yao. Kwa hiyo vile vile wakiwa na mfadhaiko mkubwa au huzuni za kupita kiasi, hii hali itawafanya kushuka kwa kinga zao za mwili. Wanatakiwa jitahidi wakae na watu wa karibu, hasa katika upande wa familia zao au watu wao wa nyumbani, ili hasa wajitahidi kukaa na watu ambao kidogo wanakuwa na uwezo wa kuwatia moyo. Kwa hiyo wakikaa na watu hawa, basi kuna uwezekano mkubwa wa afya yao kidogo kukaa imara. Wanatakiwa wafanye mazoezi ya meditations
na vile vile wanatakiwa wajitahidi kulala mapema kwa ajili ya kupunguza matumizi ya simu usiku. Kwa sababu watu hawa wanakuwa wanapenda sana kutumia simu katika mambo tofauti, aidha kuangalia mchezo, kujiliwaza, yani kufanya vitu vyao wenyewe ambavyo vinaweza vikajiliwaza moja kwa moja. Kwa hiyo wanatakiwa jitahidi walale mapema ili wawe na afya nzuri. Miezi yao mizuri ni miezi ya Machi, Mei, Agosti na Disemba. Na miezi yao kidogo ambayo inakuwa na walakini ni mwezi wa Januari na Oktoba. Namba zao za bahati ni 2, 7, 11 na 26. Na rangi zao za bahati ni rangi ya fedha, nyeupe na blue bahari. Vito vya bahati kwa hawa ni pearl au moonstone. Hii wanatakiwa wavae kidole cha kati cha mkono wa kushoto. Utabiri kwa nyota ya Simba kwa mwaka 2026. Watu hawa wamezaliwa, mara nyingi wamezaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Na element yao, watu hawa tunasema ni element yao inakuwa ni ya moto, na sayari ambayo inaongoza moja kwa moja ni sayari ya Jua. Tukija tukiangalia katika upande wa kazi pamoja na biashara, mwaka 2026 tunasema ni mwaka ambao mwaka huu wanaweza wakang'aa hadharani, ikiwa na maana wanang'aa mbele za watu, yani wanang'aa kijumla. Nafasi za uongozi, ikiwa na maana uongozi katika mahala fulani au umaarufu au zile kazi ambazo za mbele ambazo mtu zinakuwa zinamweka wazi kwa watu tofauti, basi zitakutafuta kwa mwaka 2026. Ikiwa huyu mtu ni mjasiriamali, basi atapata fursa za kupanua biashara zake, na fursa hizi zitatokeza katika mwezi wa Machi mpaka mwezi wa Agosti. Ushauri kwa mwaka 2026, tunawaambia wasitumie nguvu au majivuno sana, na vile vile wanatakiwa wawe wanyenyekevu, huku wakiendelea kuwa na misimamo yao ambayo waliojiwekea. Tukija tukiangalia katika upande wa fedha kwa mwaka 2026, tunasema pato lao linaweza likaongezeka, lakini kupitia miradi ya muda mfupi au kupitia upande wa kazi zao, basi pato lao linaweza zikaongezeka. Hata hivyo, kuna hatari ya matumizi ya kifahari kupita kiasi kwa wenye nyota ya Simba. Kwa hiyo wanatakiwa wajitahidi kuepukana na hiyo hatari, kwa sababu unapofanya matumizi ya kupita kiasi huenda kidogo ukaja ukadhorota katika upande wa uchumi. Na miezi ambayo itahitaji nidhamu zaidi ya fedha kwa wenye nyota hii ni mwezi wa Julai na Novemba. Tukija tukiangalia katika upande wao mahusiano na mapenzi, kwa ambao wapo katika ndoa, watahitaji kuimarisha mawasiliano yao kwa mwaka 2026. Kwa ambao wako single au hawana wapenzi, tunasema wataona mvutano mkubwa kutoka kwa watu wenye nafasi au wasanii na kadhalika. Yani kuwa na mvutano, yani kuwa na wahitaji wao moja kwa moja. Na vile vile upendo utaimarika zaidi ifikapo mwezi wa Mei mpaka mwezi wa Oktoba. Kwa ndani ya mwezi wa Mei na Oktoba ni miezi ambayo kidogo mapenzi yataimarika zaidi. Na tukiendelea na upande wa maisha pamoja na safari kwa mwaka 2026. Tunasema safari za kifamilia au za kitalii zitaonekana kwa mwaka huu wa 2026. Unaweza pia kuhama au kuhamia mazingira mapya ya kazi. Safari za nje zina uwezekano mkubwa kutokea ifikapo Agosti au Disemba. Tukija tukiangalia katika upande wa afya na maendeleo yao, tunasema nguvu zako ziko juu kwa mwaka 2026, lakini zingatia mapumziko ya akili, ikiwa na maana akili yako unatakiwa ujitahidi uipumzishe, na usingizi ujiwekee pia usingizi wako uwe ni wa kutosha. Vile vile unatakiwa uepukane na majivuno, ikiwa na maana yani majivuno, yani kujivuna mbele za watu, wewe sijui nani, na vile vile msongo wa mawazo pia unatakiwa uepukane nao. Unatakiwa ufanye meditation mara kwa mara, na vile vile unatakiwa uepuke vyakula ambavyo vyenye mafuta kwa wingi. Kwa hiyo unatakiwa utumie vyakula tu vyenye mafuta kiasi kwa mwaka 2026. Na tukiendelea na utabiri wa nyota ya Vigo Mashuke kwa mwaka 2026. Hawa watu ni ambao wamezaliwa kuanzia Agosti
23 mpaka Septemba 22, na elementi yao ni elementi ya ardhi, wanatumia ni udongo, na sayari ambayo inaongoza watu hawa ni sayari ya Mercury. Tuje tukiangalia moja kwa moja katika upande wa kazi na biashara kwenye nyota ya Virgo kwa mwaka 2026. Watu hawa watakuwa na maendeleo makubwa katika kazi zao, na vile vile wanaweza kupata cheo, na vile vile kazi mpya yenye mshahara mzuri inaweza ikatokea kwa mwaka 2026. Na vile vile wanaweza kuanzisha biashara ndogo ndogo katika mwaka huo, na huenda hizo biashara zikaja zikawanufaisha kwa mwaka 2026. Kuanzia Machi hadi Juni ni kipindi chao bora kabisa cha kupanda ngazi, ikiwa na maana kupanda katika masuala yao ya kibiashara na kazi. Tukija tukiangalia katika upande wa fedha moja kwa moja kwa mwaka 2026, hali ya kifedha itaongezeka polepole lakini kwa uthabiti. Huu ni mwaka wa kubahatisha, ikiwa na maana unaweza kufanya jambo ukajitoa moja kwa moja, na vile vile au kutumia bila mpango, ikiwa na maana unaweza kuanzisha kitu na ukatumia hicho kitu bila mpango. Kwa mwaka huu unaweza vile vile ukajitolea tu kufanya, na ile jambo huenda likaja likakunufaisha. Vile vile wanatakiwa watu hawa waweke akiba kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwezi wa Agosti, kwa sababu itawasaidia sana ifikapo mwisho wa mwaka 2026. Na tukiendelea katika upande wa mahusiano na mapenzi, Virgo, uhusiano wa mapenzi ni kwa nyota ya Virgo, tunasema uhusiano wao watahisi utulivu na kuaminiana zaidi kwa walio single, na vile vile miezi yao ambayo kidogo itakuwa kwa walio single, miezi ya Mei na Oktoba inaleta nafasi mpya za mapenzi, hasa kupitia marafiki au safari. Kwa hiyo kupitia safari unaweza kupata wapenzi kwa mwaka huo. Lakini tukija tukiangalia katika upande wa maisha na safari, tunasema safari za karibu zitawaletea bahati. Safari ya kimasomo au maendeleo binafsi ina nafasi kubwa pia. Wanatakiwa epuke safari sio za malengo kuanzia Septemba hadi Novemba. Na tukiendelea katika upande wa afya na maendeleo kwa mwaka 2026, tunasema afya yao itakuwa ni wastani, lakini wasipuuze usingizi pamoja, yani usingizi kwa maana muda wao kulala wajitengee, na vile vile watafute lishe ambayo ilikuwa kidogo bora. Mwaka huu ni mzuri kwa kuanza mazoezi mapya ya kiafya. Vile vile mafanikio yanakuja kupitia nidhamu ya mwili na akili kwa mwaka 2026. Miezi yao mizuri ya bahati ikiwa na maana ni mwezi wa March, Mei, Agosti na Novemba. Miezi ambayo kidogo inakuwa na walaki ni mwezi wa Februari na Septemba. Namba zao za bahati ni 6, 15, 24 na 33. Rangi zao za bahati ni hudhurungi na kijivu kilaini. Vito vyao ni blue sapphire au carnelian. Wanatakiwa wavae kidole cha kati cha mkono wa kulia. Na tukiendelea na utabiri wa nyota ya Mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba, na elementi yao ni hewa, na sayari ambayo inaongoza ni sayari ya Venus. Tukija tukiangalia katika upande wa kazi na biashara kwa mwaka 2026, tunasema utakuwa ni mwaka wa uwiano na kuimarika kwa kazi zao. Libra, wengi watafanikiwa katika kazi za ushauri pamoja na sanaa na mahusiano ya umma. Miezi ya Machi, Juni vile vile inaleta nafasi mpya, ikiwa na maana italeta fursa mpya katika miezi hiyo. Unatakiwa uweke msimamo wako imara na usikubali pendekezo bila kuchunguza. Mtu anaweza kukuletea kitu, usikubali moja kwa moja mpaka uchunguze ndipo ukubaliane nalo moja kwa moja. Na tukiendelea katika upande wao wa kiuchumi utakuwaje kwa mwaka 2026? Mapato yako yatakuwa ya wastani kwa mwaka huu 2026, ila utahitaji nidhamu ya kifedha, ikiwa na maana pesa zako unatakiwa ujitahidi kuzitunza, usitumie tu ovyo ovyo kwa mwaka huo. Na unaweza ukapata msaada kutoka kwa mtu wa karibu au biashara ambayo yenye uhusiano.
epuka madeni yasiyo na lazima kwa mwaka 2026. Tukija tukiangalia moja kwa moja katika upande wa mapenzi na mahusiano, tunasema Libra itatawaliwa na Venus kwa mwaka 2026. Ndio ni kawaida. Mambo ya mapenzi yatakuwa moto kwa mwaka 2026. Wale walio kwenye mahusiano yataimarika, ila pia changamoto za wivu au kutoaminiana zinaweza kujitokeza hasa kuanzia Julai. Kwa walio single, ambao wapo single, wana nafasi kubwa ya kukutana na watu wapya kuanzia miezi ya Februari na Oktoba. Tukija tukiangalia katika upande wa maisha na safari fupi za ndani zitakuwa nyingi, haswa kwa shughuli za kazi au familia. Ifikapo Mei na Disemba ni miezi mizuri ya kupumzika au kutembelea maeneo mapya. Tukija tukiangalia moja kwa moja katika upande wa afya na maendeleo, tunasema unatakiwa ujitahidi uweke mizani katika upande wako wa kimwili na kiakili kwa mwaka. Turudie katika upande wa afya na maendeleo ya binafsi kwa upande wa nyota ya Libra. Tunasema mara nyingi atahitaji kuweka mizani ya kimwili na kiakili, ikiwa na maana anatakiwa jitahidi aweke sawa mwili wake pamoja na akili yake, asishughulishe sana akili yake au mwili wake asishughulishe sana kupitiliza. Wanatakiwa wafanye mazoezi mepesi, waepuke vyakula vyenye mafuta mingi, na vile vile wanatakiwa wafanye nini? Wafanye meditation. Meditation ni ile hali ya kuondosha vitu ambavyo vilikuwa hasi na kuweka vitu chanya, na vitu mara nyingi ukisha kuviondosha huvitaki tena kurudi tena. Tukija tukiendelea katika upande wa miezi ya bahati, mwezi wa bahati ni Februari, Mei, Oktoba na Disemba. Na miezi ambayo kidogo inakuwa na walaki ni mwezi wa Aprili pamoja na Agosti. Namba za bahati ni 6, 15, 24 na 33. Rangi ya bahati ni pinki, nyeupe na bluu ya anga. Tukiendelea katika upande wa vito vya bahati ni opal na lapis lazuli. Hivi vito kuna namna yake ya kufanya, na vile vile anatakiwa avae kidole cha kati cha mkono wa kulia. Tukiendelea na utabiri wa nyota ya Scorpion kwa mwaka 2026. Hawa ni wale ambao waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Na elementi yao ni ya maji, na sayari ambayo wako nayo hawa ni sayari ya Pluto pamoja na sayari ya Mars. Tukiendelea katika upande wa kazi pamoja na biashara, mwaka 2026 utakuja na mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo katika upande wa Scorpion wenye nyota hii, kifupi wingi watapata nguvu mpya ya kuchukua hatua za kihasara na kugeuza kwa mafanikio. Ikiwa yani kuchukua hatua ni kuna jambo unaliona kama sio fursa, lakini wao wanaweza kulifanya likawa fursa kwa mwaka 2026. Na vile vile watu hawa kazi zao zinahitaji maamuzi ya ujasiri. Kuanzia mwezi wa Aprili mpaka Agosti kuna nafasi kubwa ya kubadilisha kazi na kuanza mradi wa binafsi. Ikiwa na maana kama mtu anakaajiriwa, labda mara nyingi atajitahidi atafute njia mbadala au akaacha moja kwa moja na kujiajiri yeye mwenyewe. Wanatakiwa waepuke migogoro wakiwa kazini, na vile vile usiri kwao ni muhimu sana katika mwaka 2026. Tukiendelea katika upande wa uchumi au fedha, tunasema mapato yao yataongezeka kwa wale wanaojihusisha na ujasiriamali, vile vile wanaofanya utafiti kazini, na vile vile wanaofanya mambo ya investigation, na ambao vile vile wamejikita moja kwa moja katika upande wa tiba asili. Kwa hiyo wanaofanya vitu hivi, basi kipato chao kunaweza kikaongezeka. Licha ya mafanikio, wanatakiwa kuepuka kushiriki mipango ya kifedha bila mkataba rasmi. Kuna watu ambao wanaweza kufanya mambo ya pesa hichi na hichi na hichi, lakini bila kuwa na mkataba ambao ulikopo rasmi. Kuanzia mwezi wa Agosti na Novemba, tunasema watu hawa watapata mafanikio zaidi kifedha kuliko miezi mingine yote kwa mwaka 2026. Tukiendelea katika upande wa mapenzi na mahusiano, tunasema mapenzi yatakuwa ya umakini sana katika mwaka huu, na vile vile watu hawa watakuwa na mvuto wa kipekee kwa mwaka 2026, na ambao wapo katika kwenye ndoa au mahusiano ya muda mrefu watahitajika kuimarisha mawasiliano zaidi, ikiwa na maana watatakiwa wafanye mawasiliano na wenza wao kwa njia ambayo ilikuwa bora kabisa. Kwa ambao wako single, tunasema
Kuna nafasi ya mapenzi ya haraka lakini yenye mvuto. Usije ukaharakisha kuamini kila mtu kwa mwaka 2026. Na tukiendelea na upande wa maisha na safari kwa nyota ya Scorpion, tunasema kuna uwezekano wa kupata kutokea safari za kikazi au kiimani kwa mwaka 2026. Na ifikapo Novemba na Machi, tunasema ni miezi mizuri ya kwenda maeneo mapya. Kwa hiyo ndani ya kipindi hicho unaweza kufanya tu kutembea tu sehemu zilizopo mpya. Zile vile safari za ghafla zinaweza kuleta uelewa mpya wa maisha kwa mwaka 2026. Tuje tuangalie katika upande wa afya. Huyu anatakiwa ajitahidi kuzingatia afya yake na afya kubwa katika upande mzima wa uzazi. Na vile vile mapigo yake ya moyo, ikiwa na maana kama kuna watu wanatumia zile energy, wanatakiwa tumie tu kwa kiasi, wasitumie kupitiliza, au kujiweka na msongo wa mawazo, wanatakiwa vile vile waepukane na hiyo hali. Na vile vile wajitahidi na swala zima ambalo la kutokosa usingizi, wanatakiwa wajitahidi walale mapema na wafanye vitu mapema. Na wanatakiwa wajitahidi kuepuka, wajifunze kupumzika, ikiwa na maana wasifanye tu kitu yani alimradi tu afanye, no, wanatakiwa wapate muda wa kupumzika. Na wanatakiwa vile vile wasiweke kitu moyoni. Hivyo wanatakiwa jitahidi kufanya meditation na kadhalika, au kufanya vile uandishi. Yani uandishi labda wa kama mtu uandishi wa habari au kadhalika, kama mtu anafanya uandishi wa muda mrefu, hii itamsaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa mwaka 2026. Tuangalie miezi ya bahati ni ipi? Ni mwezi wa Machi, Juni pamoja na Novemba. Miezi ambayo kidogo itakuwa na walakin ni mwezi wa Januari na Julai. Tukiendelea na upande wa namba za bahati ni namba 9, 18, 27 na 36. Rangi ya bahati kwao hawa ni red, maroon na black pamoja na purple. Vito ambavyo vya bahati ni topaz au garnet. Na hii inatakiwa wavae katika kidole cha shahada cha mkono wa kushoto. Tukiendelea na upande wa nyota ya mshale kwa mwaka 2026. Hawa ni wale ambao waliozaliwa Novemba 23 mpaka Disemba 21. Na element yao watu hawa ni moto, na sayari ambayo inaongoza ni sayari ya Jupiter. Tukiendelea katika upande wa kazi na biashara kwa mwaka 2026. Tunasema mafanikio yao hawa watapata pole pole kwa mwaka huu, lakini mafanikio yao yatakuwa ni ya kudumu kabisa. Kuanzia mwezi wa April na Jupiter, na kuanzia mwezi wa April tunasema Jupiter italeta fursa mpya hasa katika upande wa elimu, teknolojia, uandishi au kazi za kiroho kwa mwaka 2026. Tunasema huu si mwaka wa kubadilisha kazi kiholela. Ikiwa na maana upo katika kazi yako, basi unatakiwa ujitahidi udumu katika hiyo kazi yako na ufanye mambo yalikopo kidogo mazuri. Na vile vile unatakiwa uimarishe kitu ambacho ulichukua nacho, ikiwa na maana unatakiwa ukithamini kwa mwaka huu wa 2026. Tukija katika upande wa uchumi, tunasema mapato yataongezeka lakini kwa juhudi. Yani unapofanya juhudi, mapato yako yataongezeka zaidi na zaidi. Biashara binafsi na kazi za mtandao vinaweza vikakusaidia kukupandisha au kukufunua kimafanikio. Na vile vile angalia katika upande mzima matumizi yako, jitahidi uepukane na matumizi ambayo yalikuwa sio ya lazima. Ifikapo mwezi wa Juni na Septemba, jitahidi kwa sababu utaitumia zaidi akiba yako ndani ya miezi hii. Tukiendelea katika upande wa mapenzi na mahusiano katika upande wa nyota ya mshale, tunasema watu hawa wanaweza kuanza kuona mabadiliko kwenye upande wa mapenzi, na ambao walio single tunasema wana nafasi ya kukutana na mtu wa maana, yani mtu ambaye kidogo ana hadhi. Lakini hii itatokea kuanzia mwezi wa Mei. Na ambao wapo katika mahusiano moja kwa moja, wanatakiwa watambue kuwa mawasiliano yatakuwa silaha muhimu ndani ya mwaka 2026. Eneo la mapenzi linaweza kuwa kidogo na tafrani ambalo litakuwa kidogo halieleweki kuanzia mwezi wa Julai na mwezi wa Agosti. Tukiangalia katika upande wa maisha na safari, tunasema safari za ghafla hususan zinazohusiana na kazi au kozi ya kujifunza zitakuwa nyingi. Mwezi wa Mei na Oktoba ni miezi mizuri kwa safari za kujifungua kifikra au kiroho, ikiwa na maana kiimani.
Tukiendelea katika upande wa afya moja kwa moja katika mwaka 2026, unaambiwa ujitahidi upate usingizi kwa mwaka huu, tena usingizi wenyewe sio wa kawaida, usingizi ambao ulikuwa wa kutosha. Matatizo madogo madogo ya mgongo au mishipa yanaweza kutokea kuanzia mwezi Juni. Kwa hiyo unaambiwa uepuke kazi ambazo zilizopitiliza kwa ndani ya miezi hiyo. Vile vile kwa mwaka huu tunasema ni mwaka mzuri wa kuungana na asili au kuanza mazoezi ya kutuliza akili. Iko na maana kuungana na asili, yani ile imani yako inavyokupeleka, basi unatakiwa jitahidi uungane nayo ndani ya mwaka 2026. Miezi ya bahati ni Februari, Mei, Oktoba na Disemba. Miezi kidogo ambayo itakuwa na walakini ni mwezi wa Juni na Agosti. Namba za bahati ni 3, 12, 21 na 30. Rangi ya bahati ni zambarau, blue ya mlimani, yani blue ile kama ambayo kwenye mlima ukiangalia ndo rangi hiyo, na vile vile na rangi nyeupe. Vitu ambavyo wanatakiwa avae au wawe navyo ni turquoise au topaz, na hii inatakiwa avae kidole cha shahada cha mkono wa kushoto. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mbuzi kwa mwaka 2026. Hawa ni watu ambao walizaliwa Disemba 22 mpaka Januari 19, na element yao inakuwa ni ya udongo, na sayari ambayo inaongoza ni sayari ya Saturn. Na tukiendelea katika upande wa kazi na biashara, tunasema Capricorn kwa mwaka 2026 ni mwaka wa kujenga msingi imara wa kazi au biashara. Juhudi ambazo zako za miaka ya nyuma zitaanza kuzaa matunda, hasa kuanzia mwezi Mei ikiwa utatafuta kazi au unataka kupandishwa cheo. Kipindi cha Juni basi na Septemba ni bora zaidi kwa kufanya hivyo. Na wale ambao walio katika sekta aidha za sheria, ujenzi, kilimo na fedha wataona mafanikio makubwa kwa mwaka 2026. Tuje uangalie katika upande wa kiuchumi moja kwa moja. Tunasema mapato yako yatakuwa ya polepole lakini ya uhakika kwa mwaka 2026. Epuka mikopo au dhamana zisizo na maandishi. Weka akiba hasa miezi ya Januari, Mei na Oktoba, kwa sababu huu ni mwaka mzuri wa ubadhirifu, ikiwa na maana wekeza katika vitu vya msingi kama ardhi au elimu na kadhalika. Tukija tuendelea katika upande wa mapenzi na mahusiano, tunasema mapenzi na mahusiano yatahitaji uvumilivu zaidi kwa mwaka 2026. Unaweza kuhisi mwenza wako hakuelewi au hachanganyi, yani hachangii maoni yako ya maisha. Kwa hiyo unatakiwa ujitahidi uwe mvumilivu kwa mwaka huu, kwa sababu usipokuwa mvumilivu unaweza ukaharibu mambo. Na kwa ambao walio single, tunasema wataingia katika mahusiano ya kipekee, lakini mahusiano hayo huenda yakawa na changamoto kwa mwaka 2026. Ukifikapo mwezi Agosti ni mwezi mzuri kwa hatua kubwa kwa ambao wataingia katika upande wa uchumba pamoja na ndoa. Kwa hiyo itakuwa ni hatua kubwa zitapigika ndani ya mwezi huo. Na tukiendelea katika upande wa maisha labda na safari, tunasema safari za kikazi na za kifamilia zitakuwa nyingi, na Februari na Novemba ni mwezi mzuri wa safari ya maendeleo ya kujifunza mambo mapya. Unaweza kupata mialiko ya safari za nje, lakini usikurupuke tu, unatakiwa uzingatie bajeti yako. Tukiendelea katika upande mzima wa afya, angalia upande wa magoti, mifupa na presha ya damu, unatakiwa upime mara kwa mara kwa mwaka 2026. Na vile vile unatakiwa upate muda wa kupumzika wa kutosha, na unatakiwa ufanye mazoezi ya mepesi ya viungo, na vile vile upate lishe bora, na vile vile unatakiwa upate usingizi wa kutosha. Hii itakusaidia kuhimili presha kwa mwaka 2026. Miezi ambayo ya bahati ni mwezi wa Juni, Mei na Disemba. Lakini miezi ambayo itakuwa na walaki ni mwezi wa Februari na mwezi wa Oktoba. Namba za bahati ni 4, 8, 17 na 26. Rangi ya bahati ni kahawia, nyeusi na silver. Vitu vya bahati ni onyx na garnet. Hii inatakiwa uvae kidole cha kati cha mkono wa kulia. Ushauri kwa wenye nyota hii, wanatakiwa jitahidi wawe wavumilivu na vile vile wazingatie mipango ya muda mrefu, na wanachotakiwa vile vile wasikate tamaa kwa changamoto ndogo ndogo. Mafanikio yako yanatokana na uimara wako ndani ya mwaka 2026. Tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari, na element yao hawa ni hewa.
Sayari kuu yao ni Uranus na Saturn. Kazi na biashara ambazo wanaweza kufanya ndani ya mwaka huu wa 2026, tunasema watapata mwelekeo mpya wa kimaendeleo hasa katika ubunifu, teknolojia, mitandao na kazi za jamii. Watu wenye nyota hii wataanza au kukuza miradi yao binafsi kwa mwaka huu. Kati ya Mei hadi Septemba kuna nafasi ya ajira mpya au kubadilisha taaluma. Ndani ya miezi hii unaweza kubadilisha taaluma yako, ukaona bwana, mimi taaluma hii nilokuwa nayo kidogo nataka niongeze au nibadilishe. Unatakiwa ujitokeze kwenye fursa zinazohusisha watu wengi, ikiwa na maana umaarufu unaweza kuongezeka au unaweza kutambulika na watu. Tukiendelea katika upande wa uchumi, tunasema mapato yatakuwa ya kutofautiana miezi tofauti. Hakikisha unakuwa na akiba, kwani kuna miezi kama Aprili na Oktoba inaweza kuwa ya matumizi ambayo yanaweza katokea matumizi yenyewe ya ghafla na ya lazima. Kwa unatakiwa ujitahidi uweke akiba. Na vile vile unatakiwa kama kuna kitu ambacho unataka ufanye, unaambiwa pata ushauri kwanza kabla ya kuwekeza. Tukija katika upande wa mapenzi na mahusiano, upande wa mahusiano utahitaji uvumilivu. Ikiwa ndani ya mwaka huu hautaoleka kirahisi katika mapenzi, utataka uhuru zaidi kuliko kawaida. Kwa walio single, wataanza mahusiano yasio ya kawaida lakini yenye mvuto wa kipekee. Kwa walio kwenye ndoa, epuka tabia ya kujitenga kihisia. Tukiendelea katika upande wa maisha na safari za kushtukiza zitakuja kati ya Februari, Juni na Novemba. Safari hizo zitafungua milango ya maarifa, mitandao au hata mafanikio ya kiroho. Utaanza kujiona unabadilika ndani kwa ndani kidogo kidogo, ikiwa na maana. Tukiendelea katika upande wa afya na utulivu, afya yako itakuwa imara ukizingatia kupumzika. Hakikisha usingizi unatosha na usipuuze dalili ndogo ndogo za matatizo ambayo yanajitokeza kwako. Mazoezi mepesi kama yoga au kutembea asubuhi yatakusaidia kuondosha vitu katika akili yako na kuweka vitu vingine. Miezi ya bahati ni Februari, Juni na Novemba. Miezi ambayo kidogo ambayo itakuwa na walaki ni mwezi wa Aprili pamoja na Oktoba. Namba za bahati ni 4, 11, 22 na 33. Rangi ya bahati ni blue ya anga, silver na light grey. Vito vya bahati ni amethyst na garnet. Vaa kidole cha kati cha mkono wa kulia. Ushauri kwa wenye nyota hii, tunasema kuwa huru lakini tambua umuhimu wa kushirikiana na wengine. Mafanikio yako yanategemea jinsi unavyoweka mipaka yako bila kuvunja moyo wa wengine. Tukimalizia na utabiri wa nyota ya samaki kwa mwaka 2026. Hawa ni watu ambao waliozaliwa kati ya Februari 20 mpaka Machi 20. Na elementi yao ni maji. Sayari ambayo inaongoza hawa ni Neptune. Tukiendelea katika upande wa kazi na biashara, kwenye nyota ya samaki ni mwaka wa kubadilika kitaaluma. Utajikuta ukihama kazi, ikiwa na maana unabadilisha kazi, na vile vile unaanza kazi mpya au kujifunza kitu kipya. Kuanzia Machi hadi Julai, nafasi nzuri zitajitokeza hasa katika kusaidia jamii, ubunifu au utabiri, ikiwa na maana tafsiri ya kiroho, yani kufanya utabiri. Weka mipango kabla ya kuchukua hatua kubwa. Tukiendelea katika upande wa uchumi, hali ya kifedha itabadilika kulingana na maamuzi yako ya kazi. Miezi ya Juni na Novemba italeta nafasi ya kuwekeza vizuri. Epuka kupopa au kutoa dhamana. Miezi ya Agosti, Septemba, hifadhi fedha kwa dharura ambayo inaweza ikajitokeza kwa baadaye. Tukiendelea katika upande wa mapenzi na mahusiano, mwaka huu utafunguka kihisia. Kwa walio single, wana nafasi kubwa ya kukutana na mtu wa kiroho, ikiwa na maana yani kukutana na mtu ambaye wanafanana zaidi. Kwa walio kwenye mahusiano, itabidi kujifunza kusamehe, kusikiliza na kuboresha ukaribu. Mwezi wa Oktoba unaweza kuleta mgogoro au mtihani kwenye mahusiano. Tukiendelea na katika upande wa maisha na safari, wenye nyota ya samaki watapenda kujitafuta na kutoroka, yani kuachana na mambo ya majibizano au kelele, yani hawapendi bohudha ndani ya mwaka huu wa 2026. Safari za ndani ya nchi, hasa maeneo yenye maji, milima au mahala palikuwa kidogo pana utakatifu fulani, zitakuwa na maana kubwa ndani ya mwaka 2026, na miezi bora ya safari kwao ni April, Juni na Disemba. Tukiendelea katika upande wa afya, nyota hii
watakuwa zaidi kiakili, watakuwa yani akili yao itakuwa kidogo imara ndani ya mwaka huu, na vile vile wanatakiwa walale vizuri, waepuke msongo wa mawazo, na vile vile wazingatie mazoezi ya kufanya meditation na yoga. Maisha yao ya kiroho yatakuwa sana ndani ya mwaka huu, na vile vile wanaweza pia kuanza kutoa huduma za kiroho kwa wengine. Miezi kidogo ambayo ilikuwa na bahati ni mwezi wa March, Juni, Septemba na Disemba. Miezi ambayo kidogo itakuwa na walaki ni mwezi wa April na mwezi wa Agosti. Namba za bahati ni 2, 7, 11 na 20. Rangi ya bahati ni aqua blue, pale, white na silver. Vito vya bahati ni aquamarine au moonstone ambacho anatakiwa vae kidole cha kati cha mkono wa kulia. Usiache kusikiliza sehemu ya pili ya utabiri na usiache kusubscribe channel yetu. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.